Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. Seven Fruit ndio mchezo wangu mama na upenda kucheza sana. pmbet.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Bana, kwenye dunia kuna mengi sana yanaendelea, lakini pia tunajifunza kulingana na yale ambayo yanatokea kwenye dunia. Nikimaanisha kuwa tunajifunza kupitia watu ambao tunaishi. Sasa mimi leo nipata nafasi kuja kukutana na moja ya igizaji ambaye anafanya vizuri kwenye tamthilia ya Dunia, tamthilia ambayo kiukweli naweza nikasema ni tamthilia namba 1 kwa sasa hivi kwa hapa Tanzania. Tukiachana na zile ambazo zinaruka kwenye television, inaruka YouTube. Kulikuwa ziko nyingi sana ambazo zinajaribu kuweka competition, lakini kwa sasa Watanzania wao wanasema Dunia ndio tamthilia namba 1. So niko na mwamba hapa, yeye ni moja igizaji ambaye anahusika kwenye tamthilia. Kabla sipiganie story nyingi sana, michongo hapo mingi sana, PMBet naambiwa sasa hivi ni gari aina hali inatoka kila baada ya wiki 3. Wewe unachotakiwa kufanya ni kwenda kujisajili kupitia pmbet.co.tz. Watu wanashinda magari, wengine wanashinda pesa. Wewe umekaa hapo vipi? Website inakusubiri pmbet.co.tz. Niko na my big brother hapa kutokea kwenye tamthilia ya Dunia. Kama ambavyo unaweza kutazama, Dunia imemnufaisha kwa kiasi fulani kwa sababu upoaji umezingatiwa, mambo yanalipa, au sio? Najua utakuwa unajiuliza, ushamfahamu vizuri, ni my big brother Jordan, ndivyo ambavyo anafahamika kwenye tamthilia ya Dunia. My brother, mambo vipi? Shwari hapo. Amani kabisa. Upoaji umezingatiwa Kama kawaida. Sawa. Kwa mimi ambaye nafuatilia tamthilia ya Dunia na kufahamu kwa jina la Jordan, kwa huyu ambaye pia anafuatilia anafahamu kwa jina hilo, jina lako halisi ni nani? Jordan ametokea wapi? Ni mzaliwa wapi? Okay. Bwana, kwa majina yangu mimi naitwa Masudi Ibrahim Musa au Karim. Ila Jordan ni jina la kutafutia chakula. Yeah. Jina kutafutia chakula. Yeah. Mimi nikiri ndo mara yangu ya kwanza kukutazama kupitia tamthilia ya Dunia. Maybe short background yako, kuna tamthilia yote nyuma ushafanya ambayo ilikuwa inafanya vizuri ama ilikutambulisha kwenye tasnia hii ya filamu nchini? Yeah, ni kweli. Ni tamthilia baadhi ambazo nimefanya za Azam kule, nimefanya kidogo, na DSTV nimefanya, Uba Azam kule nimefanya, Moyo nimefanya, Ripoti JB nimefanya, na baadhi nyingi Rolita, na kuna baadhi ambazo pia zilikuwa bado ziko Azam. Na YouTube pia kuna tamthilia baadhi ambazo pia nimefanya hivyo, lakini ambayo imenifanya niwe Jordan kama Jordan ni hii ambayo ya Dunia. Ya, kwa hiyo hii ndio tamthilia ambayo imeniinua na kunitambulisha kwa mashabiki na wakaweza kunifahamu vizuri. Connection ilikuwaje mpaka Jordan akapata nafasi ya kuwa moja wa igizaji kwenye tamthilia ya Dunia? Nani alipiga simu? Nani alimtafuta mwenzake? Okay, mimi nilianza kuwa kwanza mwanafamilia. Fustoshe pia kuna mama yangu pale ambaye ni Madam Suja, yeye ndo alinipeleka pale. Yeye ndo nilikuwa naye muda mrefu sana, kwa hiyo nikawa na hivyo mwanafamilia mpaka ilipoanza hiyo, basi nikaanza na mimi kuendelea na Dunia hiyo. Sawa. Dunia ni tamthilia kubwa sana kama ambavyo nimeweza kusema hapo awali. Dunia ni tamthilia ambayo sasa hivi inatoa mafundisho makubwa sana. Kila mtu ambaye anaangalia kuna vitu anajifunza kupitia tamthilia hiyo. Mara ya kwanza anakuwa approach kushiriki kwenye tamthilia hii ya Dunia, mapokeo yako yalikuwaje, lakini pia ulivyoifahamu story nzima ya tamthilia ya Dunia, uliona wapi au nini kilikujia kwenye mind yako? Bwana, Dunia ndo kila kitu. Mimi niseme hivyo, nikisema kwamba Dunia ndo kila kitu kwa sababu vitu vinavyofanyika kwenye Dunia ni vitu ambavyo ndivyo vitu vinavyoendelea duniani. Na istoshe mimi nilivyoambiwa kwamba na shoot Dunia, nilichukulia kama kwa sababu mimi ni msanii na kazi ya sanaa ni kufikisha ujumbe kwa jamii. Kwa hiyo nilikuwa ni moja wapo ya kazi yangu, kwa nilikuwa natamani kufanya kitu kikubwa ambacho kitafanya watu waweze kupata ujumbe, tuweze kuwafunza watu kupitia hivyo. Kwa hiyo na vile ambavyo nilivyokuja nikaitwa nikafanya hivyo, basi nilishukuru kwa sababu niliona kwamba sasa tayari nitakuwa niko katika tamthilia kubwa, kwa sababu tangu hapo awali nyuma zilikuwa zinaendelea nyingine kubwa. Kwa hiyo hata hii pia niliamini kwamba ni tamthilia kubwa, na nilishukuru na nikafurahi pia.
Kabla siendelee zaidi kwenye dunia, kuna waigizaji wengi sana tunawafahamu hapa Tanzania, wa kiume wa kike ambao wanafahamika tokea huko nyuma Kaole na mpaka sasa hivi, na baadhi yao wamekuwa au nimekuwa nikisikia baadhi ya maoni ya watu hususan kwa wasanii ambao wanakuja upcoming artists kwenye hii tasnia ya filamu, wakidai kuwa walikuwa wanavimbiwa na wasanii wakubwa, directors wakubwa. Kwako Jordan, ilishatokea ukavimbiwa na msanii yote mkubwa hapa Bongo ama director mkubwa na ikukatisha tamaa kwa namna moja ama nyingine? Hiyo ipo, unajua hatufanani mioyo, hatufanani kila kitu. Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti, sawa. Na pia hata hao wanaosema kwamba wanavimbiwa pia ni kuna aina fulani hivi tuseme ndio kama hivyo, ni hatufanani kila kitu. Kwa sometimes inawezekana ikawa kwa msanii au inawezekana ikawa kwa huyu mtu ambaye anaomba hiyo nafasi mpaka akavimbiwa. Sometimes kuna watu wanakuwa mtu ana kama hivi, mimi nimeitwa hapa nije nifanye, sawa. Kuna director, kuna hivyo ambao kuna mkurugenzi wa hivyo. Sasa utaponiambia mimi kama mimi bwana naomba nafasi mimi nicheze, sina cha kukwambia ambacho kitanifanya mimi nitakwambia tu poa basi fanye mtu kwa mtu mwenye tunatofautiana mapokeo, sawa. Kwa mtu mwingine anaweza kaona kwamba jamaa mimi nimeomba nafasi kanikatalia, lakini mimi sio mimi, nitakwambia nenda kwa mkubwa wangu ambaye ni mkurugenzi wangu. Kwa hiyo the way utakavyoipokea wewe ndivyo itakavyokuwa. Au sometimes mtu anampigia mtu simu. Hivyo vitu vipo na ni vitu ambavyo vinatokea sana kwa wasanii. Usione wasanii wakubwa sana wanalalamika au watu wengine wanalalamika kwamba wasanii wakubwa wanaringa. Sio kwamba wanaringa. Sometimes watu wanatumia vibaya ile hali ya kujuana na watu. Sawa. Mtu akishakuwa kuna level fulani kashapanda, hemu mpe heshima yake. Sawa. Kuna watu wamesoma leo hii na Mama Samia, si ndio? Walikuwa naye darasani nini, maisha yanaendelea hivyo. Walipika wote, maisha yanaendelea. Lakini sio kweli kwamba eti kutokana kwamba eti basi Mama Samia yuko katika mkutano fulani, mtu anahutubia pale, "Oh, mimi nimepika naye yule, amfuate pale, tumepika wote." Sio kweli, unajua. Kuna nafasi fulani mtu mpe heshima yake kwa sababu tayari kashakuwa hivi. Kwa mtu sasa ataka kuchukulia vile ambavyo wewe ulikuwa uko naye, hajui kwamba uko na watu gani ambao wanakuheshimu. Unajua mtu unapobadilika, heshima yako na yenyewe pia inabadilika. Sawa? Kuna watu hawakujui wewe kama wewe. Wanakuchukulia kuanzia pale, si ndio? Kwa hiyo wanahitaji wanakupa heshima kubwa kuanzia pale. Sasa kuna mimi na wewe ambao tulicheza wote, tulikuwa tunaenda wote kulinda ndege. Unataka wewe tuishi vile ambavyo unavyotaka tulivyokuwa tumeenda kufanya nini? Kulinda ndege. Mimi vile sitotaka kwa sababu tayari mimi kuna watu nyuma ambao wanafanya nini? Wananiheshimu. Kwa utakaponikuta sehemu, angalia kwanza mazingira nilipo, angalia niko na wakina nani, alafu njoo kutokana na yale mazingira ambayo nilipo. Uwezi ukanikuta pale nimekaa na watu hivi, huyu jamaa huyu alikuwa darasani yuko hivi na hivi na hivi. Tayari nakuwa lazima mimi nikukatae kwa sababu unaniharibia brand ambayo mimi nimeipandisha kwa muda mrefu. Kwa hiyo ndio pale watu wanapokuja kusema wasanii wakubwa wanaringa. Sio wasanii mtu anakupigia simu, mambo vipi? Sawa, ni fresh, ni mwanangu ulikuwa hivyo. Oya inakuaje? Oya fresh, mambo vipi? Oya mwanangu, niko na wanao hapa, mimi nawaambia eti mwanangu tulikuwa tunacheza wote wananikatalia, tulikuwa tuwafanyia nini? Sasa mbona mchizi hivi yani inakuaje? Sema lakini ndio hivyo. Sasa uki nani mtu kama hivyo, mtu anakuambia jamaa sasa hivi kajipata anaringa. Hamna. Maisha yako hivyo. Au mimi nataka nifanye kitu fulani, naomba nafasi nifanye kitu fulani. Kuna utaratibu, kila kitu kina utaratibu wake. Pitia hapa, pitia pale, pitia hapa, pitia pale, utafika hapa. Lakini from nowhere kwa sababu mimi nimekuwa nani au wewe mwanangu umekuwa nani, basi mimi nipitie wewe tu. Iko hivyo. Nikikwambia hivyo unaona jamaa sasa hivi ananikataa, yani kwa sababu yani kashajipata nini? Hamna, maisha haendi hivyo bro. Kwa hiyo ndio tofauti ya watu yani hapo kati ya wasanii na hivyo au madirector na hivyo yani hivyo. Yeah. Sawa, kwa tamthilia ya Dunia kipande chako na V pale kidizani kama ichape mpaka changanyikiwe ndio kipande ambacho kimetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Ningependa nifahamu ilikuwaje? Yaani ilikuwaje mpaka ikafika ichape mpaka changanyikiwe? Bana, hiyo ni kazi ya director. Unajua director na story writer tuseme hivyo, wao ndo wanajua dunia ni kila siku mzee inaandikwa. Yani kila siku inaandikwa. Yaani usishangae saa hizi hapa mimi jioni labda nikaambiwa au usiku nikaambiwa bwana unaingia location na unacheza umefumaniwa. Kwa hiyo usishangae yani. Kwa hiyo unacheza mimi kile ambacho ninachoambiwa bwana sasa hivi umefikia hatua hii fanye hivyo. Usishangae sasa hivi unaweza kaingia hapo kaambiwa leo utakuwa kichaa. Yaani hivyo na maisha yanaendelea hivyo. Kwa hiyo chochote kile ambacho tunachokicheza tunacheza kwa sababu sisi tunafuata muongozo na nini na kila kitu. Kwa kile wanachoambiwa ucheze unacheza. Kwa hiyo ni kazi ya nani hii ya mwandishi wa story bwana. Sasa hivi story inakuwa hivi nageuka hivi na mimi fresh mwanangu, mimi naendelea, maisha yanaendelea hivyo. Ile moment ilikuwaje mpaka V akasema
nataka leo ufanye 1 2 3 mpaka changanyikiwe. Yaani hiyo ndio swali langu. Yaani kwako ulipokeaje? Bwana, nilipokea vingine sana kwa sababu mimi nilikuwa namheshimu. Unajua mimi nilikuwa namheshimu japo tulienda mara kwanza na mwanangu Manyanya kwenda kumpima imani. Lakini mimi bado nilikuwa namheshimu na ndio maana hata alivyokuja mimi nikajua kwamba kuna tatizo kule nyumbani. Kamuuliza wewe vipi, mbona unakuja kimya, kuna nini huko? Nikajua labda kuna tatizo, tuanze kulisolve kwa sababu namheshimu kama shemeji yangu. Sasa yeye kumbe ile moment ya mara kwanza ilivyotokea akaona kwamba yes, sasa hapa ndo natakiwa nipite, kwa sababu hasira ni mbaya sana mtu anapokuwa na hasira. Hivyo kwa alivyokuja vile mimi nikamwambia bwana mimi nakuheshimu, na nikahisi kwamba ananitania kwa sababu ile tumesha ndio maana nikachungulia njoya. Au umekuja na mshikaji, nimekuja kunipima imani. Sasa nimeona vile sio masiara, ni pale alipoamka akaona wewe unadhani nafanya masiara kutoa hivi bwana unajua tena wanaume tukicha kuna vitu vinachanganyika, kuna waya fulani zikishagusana mitambo lazima iharibike mzee. Ilikuwa sahihi kama rafiki wa Manyanya kufanya ulichokifanya, kuipiga mpaka changanyikiwa? Sio sahihi mshikaji wangu, katika maisha halisia sio sahihi, lakini katika maisha ya tamthilia tunaenda kwa sababu ingekuwa ni maisha halisia unaambia bwana hapana, hiyo sio kweli. Lakini katika maisha hapa unanipanga sasa kwenye maisha halisia. Katika maisha halisia sio sahihi kwa sababu mshikaji wako unajua lazima ujue kwamba huyu mtu kwa mpaka kamua akafikia hatua hii kuna nini, yani lazima hivyo kwa ile mshikaji wako uloshibana naye. Lakini katika maisha tamthilia lazima ufanye hivi kwa sababu lazima tamthilia ifanye nini, iende huko, yani nataka tamthilia iende huko, kwa hiyo inabidi ufanye hivyo. Lakini katika maisha halisia sio kweli, kuna kitu fulani lazima kikuingie, ni kwamba hii sio kweli, kuna nini yani hapa mpaka iwe hivi hivyo. Lazima utaanza kujudging, na hata ukifanya hivyo itakuumiza, yani kwamba nimefanya hivyo lakini sio kweli, yani kwa nini mfanyie hivyo? Utakuwa ukimwona mshikaji moyo unakuuma, yani sio kitu kizuri. Kwa tamthilia moyo unakuuma? Kwa tamthilia mzee hujaniuma kwa sababu si umeona nilirudi tena baada ya kuna nini, nirudi tena kuuliza tena bwana vipi, mbona kimya? Kwa sababu baada ya pale simu zilikuwa nikipiga simu mzee anakata, nikitumia namba nyingine simu inaita, na maana kumeuka broke kwa sababu mimi nikipiga kwangu hivyo. Akaona ndo nikamfuata, bwana vipi, mbona kama simu yangu mimi haiiti afu simu nyingine zinaita, alafu inakuaje? Ndo pale aliponikata, nikamwambia basi fresh, haina mbaya, poa mimi Kirudi kwenye uhalisia, nini unawashauri? Mfano wewe ni rafiki wa Manyanya lakini umeona sio kesi ukaruka na mke wake. Naamini kwenye maisha uhalisia duniani mambo yanatokea, kuna watu wanaishi kwenye yale ambayo umeigiza. Unalipi la kuwashauri? Ni kitu kibaya sana mwanangu, unajua katika maisha ambayo mabaya sana mke wa mtu noma mwanangu. Yani si niseme hata sasa hivi kama hivyo mtu rafiki yako issue sana, kwa sababu yani katika watu ambao yani katika vitu ambavyo vinavunjaga urafiki mpaka kuja kufikia hatua mbaya ni mahusiano. Yani achia mbali hata kutembea naye, ile hali tu yani kwamba kuanza kuongea maneno ya ajabu ajabu. Jua siku na watu tumeumbwa na tamaa, unajua zile tamaa kwamba mchizi anapata vitu fulani, basi na mimi nikienda kwa yule mtu fulani na mimi nitapata kitu fulani, iwe kwa mwanamke iwe kwa mwanaume. Acha ujui kaitengeneza vipi mpaka ile hali mpaka anakuja anafikia hatua anapata. Mimi na wewe tunaweza nikabla na mwanamke wangu, mimi najua tu tumetengenezana vipi mpaka anafikia hatua kwamba mshahara wake na mshahara wangu tunaweka mezani wote pamoja tunani hivi. Wewe ukaona ile jambo ukaona mshikaji anafaidi sana, ukaanza kutengeneza kitu ambacho kitakufanyia na wewe ingie pale ili labda na mimi nitapendwa vile kama anavyopendwa mshikaji. Ujui tumeanzia wapi? Ujui tumetengeneza kitu gani? Ujui nimeanza kuwekeza kitu gani mpaka imefikia pale. Unaona mtu amekuwa mzuri amefanya nini, ujui jamaa kapasuka kiasi gani mpaka akamfanya mke wake kuwa vile. Unataka hivyo mfuate, iga kodi bwana mshikaji, kwani wewe umefanya vipi? Mwanangu mimi nilikuwa kila siku naenda kawekeza na nunua nguo namletea mke wangu namfanyia hivi ili na wewe awe wako vile. Lakini acha zile hivyo au kuanza kutumbukiza maneno jamaa sio hivi na hivi. Mimi nimemwambia unajua kuna ile ushikaji wa ajabu mtu anajifanya kama anamsaidia mke wako vile, yani afu ndo anacharaza wewe umetulia sana. Kwa nini jamaa tulii? Yani kwa nini sana hangaika kati mke umetulia sio hizo yani so kweli, yani so kweli kabisa. Katika vitu ambavyo vinaharibu sana hivyo, yani vinaharibu sana, na asikwambie mtu maudhi au maumivu yoyote yanapona hapa tu usoni, lakini sio hapa mzee. Yani mtu atakuchekea ya maisha mwanangu basi fresh mtaswitch, lakini atakuchekea tu yani hapa, lakini hapa
umjui mtu yukoje. Kwa hiyo unakuta sometimes kuna kitu ambacho kinakufanya wewe unaangamia, lakini mtu anashindwa kukuambia kwa sababu ameshaona kwamba ulishaongea na mfano. Oya, maisha ya mahusiano watu wanakaa chini wanayaongea. Si unanielewa? Wote anichalazia labda kwa mke wangu hivi. Sisi tutakaa chini baadaye tutaongea, tutapatana, atakutaja tu. Akishakutaja mimi sasa nisikwambie, lakini tayari. Kwani wewe jana ulilala sehemu fulani wewe? Sio, amna sijakwambia. Ulilala sehemu fulani aliniambia. Kweli mimi tutayaongea yale ataisha. Lakini mimi najua kwamba kweli wewe ndio umefanya nini? Umemwambia na si nilala kweli? Mimi najua wewe ndio umemwambia. Sasa imagine kwamba nakuchukuliaje? Ni mbaya sana mwanangu hiyo, mbaya kinoma yani. Mapokeo ya watu mtaani mara baada ya sini ile yalikuwa wanapata tabu kishenzi mwanangu. Napata tabu kinoma mshikaji wangu. Napata tabu kinoma. Unajua watu wanaishi maisha ya video, unajua kuna vitu unaweza kuvifanya ukachukulia ni movie. Watu wanaishi navyo mwanangu, watu wanaishi hivyo. Watu wanaishi hivyo. Tunaweza kumsalimia sasa hizi hapo. Umeona, unajua mjini shikamoo hamna zile, unajua zile mtu mzima mtoto wewe sasa hizi jamani, mtu sana msalimia sasa hizi hapa kwambia wewe Jordan naomba uniheshimu mimi ni mkubwa kwako. Sasa tayari nikashahamisha kwamba huyu akishansalimia mara moja mara mbili mara tatu ataanza sasa tayari yani oya napata tabu kwa sababu watu wanaishi na mimi hivyo kwamba mshikaji mmoja mara yani nilipopita mule watu ndio wanaishi hivyo wananichukulia hivyo mshikaji mmoja malaya sana. Kwa hiyo inanipa tabu yani kwamba inanifanya yule naumia mshikaji wangu. Huwa anatumia muda labda kuwaelezea bwana 1 2 3 ni filamu. Sasa utaelezea ngapi mshikaji wangu? Inabaki unacheka tu kwa sababu una uwezo wa kusema ile wakusanye watu wote jamani ile ni filamu. Kuna watu unajua wanaishi hivyo. Yani kuna watu wanaishi vile kwamba wanaamini sisi hata sisi tuseme tulivyokuaga zamani wadogo tunaamini kwamba Kanumba labda alikuwa na manyumba yani ana mijumba ile mikali ya mindinga ya kwenda hivi sio nani kanunuliwa nyumba kweli kanunuliwa nyumba. Kwa hiyo maisha ya mjini basi amani yani raga mimi filamu tu watu wanafanya hivyo kufikisha ujumbe na nini hivyo yani. Kabla sijamaliza kabisa, sini gani ilikuwa ngumu kwako? Mimi kila sini kwangu ngumu mzee. Kila nikiambiwa simu nikiona simu inaita yani kwamba bwana unatakiwa kuingia location natingisha kichwa yani. Najua kwa sababu hakuna sini ambayo mimi nitacheza nzuri. Zote za kuharibu. Zote yani zinanikata. Yani zote zinaniumiza kwamba kwa sababu hakuna sini ambayo naenda kucheza sini nzuri. Zote ninaenda kucheza kuharibu yani kwamba naharibu hapa nikitoka kuharibu hapa nenda kuharibu hapa nikitoka hivyo yani. Kwa kila sini kwangu ni ngumu kwa sababu inanipa wakati mgumu kuweza kuicheza kwa nguvu ili wafanye watu waamini kwamba mimi niko hivyo. Unajua hakuna sini ngumu sana kama sini za roho mbaya unajua zinakuwa ngumu kwa sababu unajua unachoenda kukicheza unatakiwa ukicheze kitu ambacho kitawafanya watu waamini kwamba wewe kweli uko hivyo. Kucheka ni rahisi sana lakini kukasirika ni ngumu unajua hicho kitu. Kwa hiyo sini za roho mbaya ni ngumu sana. Sini zote za kuharibu zinakuwa ni ngumu sana. Bye sawa, tupige story nyingi sana naamini mashabiki zako sasa hivi wanakutazama wanatamani kusikia neno lolote la mwisho lipi unawaahidi kwa sababu naweza nikasema huu ni kama mwanzo japo sio mwanzo. Lipi la kwanza? Bana mimi wasichoke kuniangalia, wasichoke kunifuatilia katika mitandao ya kijamii. Mimi naamini kwamba ndo kwanza tunaanza. Hii dunia yenyewe ndo kwanza mzee inaanza sasa hizi. Yani umeona sasa hizi kumeanza kupambazuka. Ndo kwanza saa 12 yani. Kwa hiyo mambo ni mengi sana yani watupe muda wao tu na tuendelee kuangalia. Kwa hiyo kuna vitu vingi tayari vitaendelea na tayari nimeshakuwa mwanafamilia. Kwa hiyo kuna vingi ambavyo vitazidi kuendelea na watanichoka kwa sababu bado tunaendelea kufanya unyamwezi mwingi sana mzee. Kwa hiyo maisha yataendelea kama kawaida yao. Akasema Jordan yuko mtaani anazichapa sana mpaka hamna. Mimi ni mtu mstaarabu sana mwanangu, afu niko peace sana na kila mtu. Peace na kila mtu yani maisha ya na ndio maana huyu ni Jordan yule kule ni mwingine. Sawa huyu Jordan kwa sababu ya kufikisha ujumbe na kuwafunza watu na nini hivyo. Lakini yule kule anaishi maisha yake halisia. Kwa hiyo siwezi kuwa vile tabia za huko nikazipeleka kule ikiwa mimi mwenyewe nawafundisha watu jinsi gani kwamba watu waache. Hivyo mimi mwenyewe tena nikaishi maisha sio kweli. Kwa hiyo huyu ni mwingine, yule ni mwingine mzee. Sawa, shukrani sana kwa kutamia kwa brother. Asanteni sana.